Unataka kufanya nini? Nataka kuchoma hivi vitu. Unataka kukiuka mila na tamaduni za chama chetu? Nimechoka kwa mchana. Kwenye mila na tamaduni zetu za chama chetu huwa tuna adhabu ya mtu anayekaidi mila zetu na tamaduni. Sasa kabla mkuu hajafika, ngoja nikuonyeshe. Bahati ndugu yangu. Na Elia. Naam. Najua nyinyi ni maadui wakubwa sana. Kwa kila mmoja kumhisi mwenzie vibaya. Hiyo ni kawaida kwa binadamu. Kuhisi vibaya au vizuri. Ila sasa huu sio wakati wa kuendelea tena kuchukiana. Huu ni wakati wa nyinyi kuungana pamoja kwenda kulipa kisasi, kwa sababu adui yenu mkubwa ni Mzee Chande na sio kuchukiana nyinyi. Kwa hiyo sasa inatakiwa tuungane kwa pamoja, mimi na nyinyi, tulipe kisasi. Sijui mmenielewa? Mimi nimekuelewa sana. Kwanza kabisa, Elia, nikutake lazi, tena lazi kubwa sana, kwa sababu nilikuhisi vibaya. Nilikuona kama adui kwangu, lakini kumbe fikra zangu zilikuwa tofauti. Bahati, mimi nimekuelewa na nimesamehe kabisa, lakini haina haja ya kupoteza muda sana. Mzee Chande kaniuzi vibaya mno. Mimi Mzee Chande namchukia sana, sababu kafanya maisha yangu yamekuwa magumu. Natamani tutoke hata sasa hivi hapa, tena tukamalizane naye, kwa sababu sisi watatu hapa hawezi kutushinda. Hapo ndo nakutaka kukosea. Tuliza babara, haraka ya nini? Siku zote tunaambiwa mwenda pole hajikwai. Mzee Chande huwezi ukamuua kwa kumteka wala kwa kumvamia wala kwa kumkata mapanga, kwa sababu ana nguvu za ziada. Mzee Chande kuna nguvu za kumuua, na hizo nguvu ninazo mimi. Kwa hiyo nyinyi ni kunipa support yenu tu kwa ajili ya kwenda kumaliza hiyo swala. Unajua Mzee Chande hiki kijiji pamoja na wananchi wake amekiweka kwenye kifungo kikubwa sana muda mrefu. Hivyo basi huu ndo wakati wa kukomboa kijiji chetu kwa kuungana, mimi pamoja na nyinyi. Tukiungana tunaweza tukafanya hivyo. Umenielewa? Nakuelewa. Kifungo, 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 kifungo. Tunapitia changamoto nyingi, vikwazo vingi, yote sababu wewe. Afadhali Mzee Chande tumekutana. Mzee Chande, ulifikiri sitajua? Ulikuwa na nia gani kunigombanisha mimi na Bahati? Kwa mdomo wako
ulinitamkia kuwa Bahati na mama yake ndio wamehusika kwenye vifo vya wazazi wangu mimi. Kumbe mhusika mkubwa ni wewe mzee Chande. Wallahi nakuchukia mzee Chande. Haka kakunguni kamejua jezi habari. Sasa haka ni kukaua, haijalishi ni mchana. Akamaliza. We mzee, huwezi kumzuru huyu kijana. Siri yako imeshakundulika. Jiandae, lolote linaweza likatokea. Hiki kikalagosi kimetoka wapi tena? Handoma, mtu anasumbua akili. Sasa huyu ana bahati leo. Mwisho wa ubaya jua ni aibu, watupe tabu, ipo siku taibika. Hizi shida leo we unazotupa, machozi yetu ipo siku. Vilio, simanzi, ukatili ni kwetu sisi, machozi kudondoka kila siku ni kwetu sisi. Yani yule na huyu kugombana, furaha kwako, mauaji ya kutisha. Hizi nguvu zina masharti mengi sana. Umepewa hizi nguvu kwa ajili ya kupambana na watu wabaya tu na si vinginevyo. Hivyo basi, ukikosea sharti hata kidogo, nguvu zako zote zinaondoka, na hapo utawapatia nafasi tena maadui zako ya kukumaliza kabisa. Kwa hiyo jitahidi sana, kuwa makini. Sijui umenielewa? Sawa, nimekuelewa. Eli. Naam. Kwanza nikupe pole sana kwa mambo ambayo yameipata familia yako. Najua umepitia wakati mgumu, umepitia changamoto, lakini ambacho kimenileta mahali hapa ni kuhusu tu swala la kulipiza kisasi. Nikuombe sana katika mambo yote ambayo yametokea, yasamehe. Na ukishasamehe, acha kulipa kisasi. Usilipe kisasi juu ya mambo ambayo yametokea. Najua unajisikia vibaya, najua umepitia wakati mgumu, lakini Mungu hapendi tulipe kisasi. Nikusihi sana, mtangulize Mungu wakati huu wa matatizo uliopita, na umweke Mungu mbele. Usiweke kisasi mbele. Sio, umenielewa? Nakuelewa sana mchungaji. Niseme tu kwamba nashukuru kwa niaba ya mdogo wangu kwa kuja katika haya matatizo. Lakini pia mchungaji, kuna jambo nahitaji niliseme mbele yenu. Chanzo cha haya matatizo yote ni mimi mwenyewe, na ni kwa sababu nilijikuta nafanya maamuzi bila kuwa na uhakika. Niliwatuhumu Bahati na mama yake kuwa ndo wamehusika na vifo vya wazazi wetu, lakini kumbe ukweli haukuwa hivyo. Na ukweli ni kwamba waliohusika na vifo vya wazazi wetu ni mzee Chande na watu wake.
Ngoja nikusihi kitu kimoja. Hebu acha kuzungumzia mzee Chande. Kwani mzee Chande ni hatari. Nadhani unamjua katika hiki kijiji. Mzee anayefahamika ni mshirikina, ni mchawi. Hebu nikusihi, utakapoendelea kuanza hata kumtafakari mzee Chande, utajenga tena kisasi ndani ya moyo wako. Mimi nikuombe au nikusihi, mzee Chande achana naye, lakini pia mtangulize Mungu mbele. Kabisa Mungu yote aliyotokea. Mungu hawezi kushindwa jambo. Ni kweli mchungaji, mimi nimekuelewa sana, na kwa upande wangu mimi haina haja ya kutoa kisasi. Sina kisasi na mtu yoyote, nimeshasamehe. Yote aliyotokea nimemwachia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye atajua mwenyewe cha kufanya. Mimi kama mimi na ndugu yangu hatuwezi kufanya chochote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Kwa yote aliyotokea tumwachie tu Mwenyezi Mungu. Ni hayo tu mchungaji. Kweli ndugu zangu, mchungaji nasema jambo la heri sana. Najua kuna familia nyingi zinaishi bila amani, bila upendo kwa ajili ya visasi. Kwa kuamini kuwa visasi ni sehemu ya maisha yao, kumbe wanapotea. Hata maandiko yenyewe matakatifu yanasema samehe 7 mara 70. Mimi nawasihi sameheni haya yote yaliyotokea, tuendelee na mambo mengine. Sawa, tumewaelewa. Na mimi nifurahi sababu mmenielewa. Na hili ndio jambo ambalo Mungu anapenda. Kusamehe na kusahau. Mungu awabariki sana. Na pia Mungu awatangulie kwa kila jambo ambalo litatokea kwenye maisha yenu. Sawa mchungaji. Mimi niwashukuru basi kwa kunielewa pia kwa mazungumzo haya. Basi sawa. Karibu sana mchungaji. Asante. Mungu awabariki. Ashura, nimefikaje hapa? Usiulize nimefikaje hapa. Vipi? Unajisikiaje? Niko sawa. Kama upo vizuri basi. Nikuona wewe umerudi kuwa hai tena. Ila nadai natakiwa ukoge nje ya kanda. Kutokana na hali yangu nilikupeleka. Ila inabidi ufanye leo. Ukichelewa ikafika kesho, ina maana hali itarudi kuliko hata ya mwanzo. Unaelewa? Nakuelewa mke wangu. Sawa mume wangu kipenzi. Ngoja niende naye au nani? Naye. Ngoja hapa bana.
Mkuu, kuna taarifa muhimu nimezileta kwako. Asubuhi wakati natoka, nikamwona mwanangu akitaka kukiuka mila na tamaduni za chama chetu. Nami sikutaka kumwacha salama. Nikajaribu kupambana naye, lakini akanishinda. Inaonekana na nguvu za ajabu. Kama unahisi kwamba ana nguvu kutushinda sisi, hiyo ni wazi kwamba mganga pengine atakuwa anahusika. Lakini mimi nikutoe wasiwasi, usiwe na shaka kwa chochote kile. Na kwa kuwa ameamua kufanya hivyo, hilo swala wewe niachie mimi. Yule bado ni mtoto mdogo, hawezi kashindana na sisi. Kwa hiyo hii kazi mimi ndo nitaifanya na majibu tayapata. Sawa? Sawa. Langu lilikuwa na hili. Nimekuja kukupa taarifa tu. Asante kwa taarifa. Wacha nimfanyie kazi. Kilichonifanya nikuite hapa ni kwa ajili ya vitu viwili. Kwanza kabisa nikutake radhi juu ya ugomvi wangu mimi na wewe hapo nyuma. Najua ni kwa sababu ya wale wajomba zangu. Lakini pia kitu kingine ambacho kimenifanya nikuite hapa leo ni kwamba kuna huyu mtoto wake na Happy pamoja na Matayo. Hao watu wanaonekana wana nguvu kubwa sana, na kama hatutakuwa makini wanaweza kuwa kikwazo kwetu. Sasa basi, ninakuhitaji sasa hivi tukae tayari kwa ajili ya kupambana nao. Mkuu wangu wa sasa, hilo halina shida. Acha waingie kwa miguu yao miwili, tuwaonyeshe kazi. Nimefurahishwa sana na majibu yako. Sasa basi, mimi nikuombe kitu kimoja. Hawa watu tuwashughulikie mapema, wasije wakaturudisha kuzimuni. Kwa hiyo kuanzia huu muda tukae tayari kwa lolote. Hilo halina shida. Kifungo, 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 kifungo. Tunapitia changamoto nyingi, vikwazo vingi, yote sababu wewe. Ona ugomvi kwetu kila siku, twaumizana ila sababu wewe. Mauaji wayafanya wewe, kesi tunarudishiwa sisi, kukosea ukosee wewe. Binti, umefanya kosa kubwa sana kuanzisha vita ambayo hata huwezi kupambana nayo. Kosa ulilofanya ni kubwa sana dhidi yangu, kwa sababu hata baba yako nguvu alionayo mimi ndo nimempatia. Sasa basi, kwa kuwa umeamua kuanzisha vita na mimi, wacha nikuweke kwenye makazi yako ya kudumu milele. Maana sasa umeanzisha vita mbaya sana. Matayo, 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 naona sasa umeniamulia na inabidi nitoweke kwenye hiki kijiji ili nisije kupata aibu. Nguvu ulionayo ni kubwa sana dhidi yangu. Najua siwezi kupambana na wewe. Sawa, wacha nikupishe.
ujio wangu huu kwako, nimekuja kwa ajili ya mambo kadhaa. Kwanza kabisa, nimekuja kukuaga. Mimi napaswa kutoweka katika hii kijiji mara moja, lakini pia hata ninyi washirika wenzangu napaswa kuhama mara moja katika hiki kijiji. Hivyo basi, mwambie Mashaka mjiandae muda wowote mtoweke, la sivyo mtauawa. Nimekuelewa mkuu, lakini kuna ndoto nimeota inatisha. Nimeota tumekufa. Tafsiri ya hiyo ndoto mimi ninayo na ninaijua vilivyo, na ndiyo maana nimekuja hapa. Unajua hawa vijana wametuzidi nguvu kidogo tu, yani kidogo sana. Ongea na Mashaka mtoweke mara moja. Sihitaji kuwapoteza washirika wenzangu, sawa? Mwisho wa ubaya jua ni aibu, watupe tabu, ipo siku taibika. Hizi shida lewe unazotupa, machozi yetu ipo siku tayalipa. Mwisho wa ubaya jua ni aibu, watupe tabu, ipo siku taibika. Hizi shida lewe unazotupa, machozi yetu ipo siku tayalipa. Kifungo, 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 kifungo. Mheshimiwa, najua kuna mambo mengi sana ambayo mjomba wako alikuwa anafanya nyuma ya kazi yake ya kuosha maiti. Kuna mambo mengine alikuwa anafanya kama alivyokuwa mwenyekiti katika hiki kijiji, hata huko kwenye chama chake cha ushirikina alikuwa mkubwa hivyo hivyo. Nitakuaminije haya maneno unavyoongea? Unaona maanisha mjomba wangu ni mchawi? Sitakubaliana naye. Huo ndio ukweli. Mimi marehemu mama yangu hakufa kwa mapenzi ya Mungu. Marehemu mama yangu alitolewa kafara na mzee Chande. Shimo. Hata mimi pia kwa upande wangu, wazazi wangu wote wawili walitolewa kafara na mzee Chande, na ili kuficha maovu yake mzee Chande aliamua kunidanganya mimi kuwa Bahati na mama yake ndio wamehusika kwenye vifo vya wazazi wetu. Na hapa katikati tulitokea kuwa maadui wakubwa sana mimi na Bahati kwa sababu ya mjomba wako. Kwa hiyo hichi tunachokwambia ndio ukweli wenyewe msimu. Mjomba, Ndio lazima nimekuita hapa. Kuna swala linaniweka katika wakati mgumu sana. Ni kuhusiana na mke wangu. Kila kunapokucha hali inazidi kubadilika katika ugonjwa wake. Usiku kucha nalalamika kifua, shingo, kifua, shingo. Yaani mpaka naogopa sana mimi. Na ndio maana nimekuita tusaidizane hata mawazo. Mheshimiwa, pole kwa changamoto hii ambayo unapitia, lakini pia unajua hata mimi nimeshangaa kwa sababu asubuhi nilipoamka sijamwona mwanga wangu. Lakini pia nikwambie kitu kimoja tu, hebu ngoja tuangalie kufikia kesho. Kama hii hali itaendelea kuwa hii, sasa hapo kuna haja ya kumpeleka kwenye matibabu husika. Sasa Nitafurahi sana mjomba tunisaidia hili swala. Nina imani inawezekana na litafanikiwa.
Kwangu hilo ni swala dogo sana. Hata hivyo nisamehe kwa sababu ya huu biza wa hivi siku 2-3 hivi. Nisamehe sana. Kulingana na changamoto za hapa na pale, lakini mimi nitalitatua. Wewe sio na wasiwasi. Haya njoo. Ai. Kumbe mjomba, hiki kijiji alikuwa amekiweka kwenye kifungo. Haswa. Na hata wewe shukuru Mungu hajakutoa kafara. Yaani wewe cha kushukuru bila kutoka hapa kijiji. Ila kwa sasa kijiji kiko kabisa. Hakipo tena kufa. Tunao uwezo wa kufanya lolote wakati wote. Ila kwa sasa inatakiwa tujiandae na uchaguzi. Tumchague kiongozi mwingine. Ila cha kuzingatia, tuangalie kiongozi atakayetufaa. Sijui mmenielewa? Ndio, tumekuelewa. Safi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi kabla ya yote nimshukuru Mungu kwa sababu ametupa nafasi nzuri ya kukutana katika nyumba yake na tutafakari neno lake. Basi bila kupoteza wakati, napenda sasa tuingie katika neno la Mungu na pia tutafakari siku ya leo kitabu cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 1. Neno la Mungu linasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Ni jinsi gani neno la Mungu linatueleza au ni jinsi gani neno la Mungu linatuambia sisi tulioitwa na Mungu tusijishirikishe na mambo yaliyo kinyume na yeye. Mungu wetu anapenda kila wakati tumwabudu yeye. Mungu wetu anapenda kila wakati ndimi zetu zinene maneno yake. Ndio maana kupitia kitabu cha Zaburi katueleza kwamba tusiwe watu wa kukaa katika mabaraza yaliyo machafu. Kuna watu wengine wanapenda sana usengenyaji. Hayo ndio mabaraza ambayo Mungu hayapendi. Usengenyaji katika maisha ya Mkristo si mzuri. Au kukaa kila wakati unamtafakari mtu yaliyo machafu katika maisha yake, Mungu hapendi. Hivyo tuna nafasi sisi tulioitwa na Bwana kuyatafakari yaliyo mema kila wakati na kujiepusha na yale ambayo yasiyofaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukikitazama kitabu hiki cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 2 unasema kwamba bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake utafakari mchana na usiku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuna kila sababu ya kutafakari neno la Mungu, haijalishi ni wakati gani unaopitia au haijalishi ni majira yapi ulipo. Unajua sisi tulioitwa na Bwana, shetani kujaribu sana kuingia katika familia zetu. Kujaribu sana kutumia muda huu ambao tunaomtafuta Mungu na yeye kututafuta. Kwa mfano, mtu umepata tatizo katika familia yako. Umeuguliwa au umeugua. Umemwomba Mungu, maana Mungu wetu tukumbuke, hachelewi kujibu wala hawahi. Ni Mungu ambaye anajibu kwa wakati wake. Mungu wetu mawazo yake si kama mawazo yetu. Mungu ana utaratibu wake katika utendaji kazi katika maisha yetu ya kiroho. Hivyo basi, tuitafakari sana sheria yake. Na katika mstari ukiangalia neno la Mungu limetaja waziwazi, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Nani anaambiwa impendezayo? Ni mimi na wewe. Tuna kila sababu ya kuitafakari sheria ya Bwana, maana sheria ya Bwana ni sheria kwetu sisi tuliookoka. Amina. Amen. Basi tuna kila sababu ya kutafakari sheria ya Bwana mchana na usiku.
na sheria hii ndio itatuongoza katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi na hili ndio neno la Mungu, na Mungu awabariki sana. Amen. Leo kanisa, karibu kwa ajili ya utaratibu ambao unaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Naomba mtumishi mmoja asimame kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya neno. Tufumbe macho kwa ajili ya kulishukuru neno la Mungu. Baba, katika jina lako Yesu, mfalme wa amani, Mungu mwenye uzima, vilio, simanzi, ukatili ni kwetu sisi, machozi kudondoka kila siku ni kwetu sisi, yani yule na huyo kugombana, furaha kwako, mauaji ya kutisha, sababu ni wewe, uchawi wa kutisha, wafaidika nini? Mwisho wa ubaya jua ni aibu, watupe tabu, ipo siku taibika. Hizi shida lewe unazotupa, machozi yetu ipo siku tayalipa.